Kila mtu ana uhuru wa kuchagua aina ya maisha anayoyataka kulingana na malengo yake, uwezo wake na maamuzi yake binafsi. Wapo watu wanaochagua kuwekeza, kuajiriwa, kujiajiri, kufanya biashara na wengine wanachagua kuwa wajasiriamali. Kila njia ina changamoto na faida zake, lakini kitu cha muhimu na cha msingi ni kuelewa aina ya maisha unayoyataka ili uweze kupangilia vizuri fedha zako kwa ajili ya maendeleo yako binafsi. Aina ya kwanza ni maisha ya kuwekeza. Maisha ya kuwekeza ni maisha ya kutumia fedha kwa lengo la kupata faida baada ya muda fulani. Uwekezaji unaweza kuwa kwenye ardhi, biashara, hisa, kwenye elimu na miradi mbalimbali ya maendeleo. Mwekezaji yoyote huwa anajenga tabia ya kuweka akiba na kutumia fedha kwa malengo ya muda mrefu. Maisha haya ya uwekezaji humsaidia mtu kuwa na uhuru wa kifedha na kuongeza kipato chake taratibu kupitia faida na uwekezaji. Kuishi maisha ya kuwekeza kunahitaji uvumilivu, nidhamu na maamuzi sahihi ya kifedha. Uwekezaji mzuri hujenga usalama wa maisha na mafanikio ya kudumu. Aina ya pili ni maisha ya kuajiriwa. Maisha ya kuajiriwa ni maisha ya kufanya kazi kwa makubaliano kati ya mwajiri na mwajiriwa. Watu wengi huanza maisha haya ya kuajiriwa ili waweze kupata kipato na uzoefu wa kufanya kazi. Ajira humsaidia mtu kupata kipato cha uhakika cha kila mwezi na kujifunza mambo mbalimbali akiwa kazini yanayomjengea nidhamu, uwajibikaji na uzoefu wa kitaaluma. Maisha ya kuajiriwa yanaweza kuwa ni msingi mzuri wa maendeleo ikiwa mtu atatumia kipato chake vizuri kwa kuweka akiba, kuwekeza, kununua assets na kutumia fedha zake kwa mpangilio mzuri na sahihi. Aina ya tatu ni maisha ya kujiajiri. Maisha ya kujiajiri ni maisha ya kujitengenezea kazi wewe mwenyewe binafsi. Unaweza kujiajiri kupitia ufundi, huduma au kazi binafsi kulingana na taaluma na ujuzi ulionao. Kujiajiri humfanya mtu kuwa huru, kupangilia muda wake na kujiongezea kipato kulingana na juhudi zake binafsi. Kujiajiri kunahitaji bidii, ubunifu na uvumilivu pia. Mtu anayejiajiri akiwa na nidhamu anaweza kujenga maisha bora na kuwa chanzo cha ajira kwa watu wengine. Aina ya nne ni maisha ya kufanya biashara. Maisha ya kufanya biashara ni maisha ya kuuza bidhaa ama huduma kwa lengo la kupata faida. Biashara inaweza kuwa ni biashara ndogo, biashara ya kati ama biashara kubwa kulingana na mtaji na malengo ulionayo. Biashara humfundisha mtu namna ya kuhudumia wateja, kusimamia fedha zake, kutengeneza fursa na kutatua changamoto zilizopo sokoni. Mafanikio kwenye biashara yanahitaji ubora wa huduma, ubora wa bidhaa, uaminifu, utafiti wa masoko, uvumilivu na mawasiliano mazuri na wateja. Aina ya tano ni maisha ya ujasiriamali. Maisha ya ujasiriamali ni maisha ya kutumia ubunifu na mawazo mapya kutatua matatizo ama changamoto zilizopo. Mjasiriamali huona fursa mahali ambapo watu wengine wanaona changamoto. Ujasiriamali humsaidia mtu kuwa mbunifu, mwenye maono na uwezo wa kuanzisha miradi mipya inayotengeneza ajira, kipato na maendeleo binafsi. Maisha ya ujasiriamali yanahitaji uthubutu, uvumilivu, bidii na kujifunza kila siku. Mjasiriamali mwenye maono anaweza kuleta mabadiliko makubwa kwake na kwenye jamii pia. Maisha unayoyachagua leo huwa yanaamua aina ya maisha utakayoishi kesho. Iwe ni maisha ya kuwekeza, maisha ya kuajiriwa, maisha ya kujiajiri ama maisha ya kufanya biashara au kuwa mjasiriamali. Kila njia inahitaji nidhamu, juhudi, maarifa na uvumilivu. Kitu cha muhimu ni kuchagua maisha yenye malengo, kufanya kazi kwa bidii na kutumia fursa vizuri. Maamuzi sahihi ya leo yanaweza kujenga maisha bora, uhuru wa kifedha na maendeleo ya kudumu kwa mtu binafsi na jamii pia.